Yaani ni kama Musa na safari ya wana wa Israeli. Ni safari ya uhakika. Sio Bupe? Ya. Binti yangu wa kwanza huyu hapa. Wa kiroho. God bless. Mungu akubariki sana Bupe. Bupe ana ushuhuda wa kuwapa. Ndio? Ndio Bupe. Njoo utoe testimony alafu nije niendelee. Yes, njoo. Sio Bupe. Njoo. Bupe, useme nini Mungu amekutendea. You know sometimes tukisema Mungu anafanya, si ndio? Watu wanachukulia poa poa, si ndio? Yes, hebu wape testimony tangu tumekutana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikutana na Prophet, nilikuwa naumwa sana, yani naumwa vitu ambavyo hata vieleweki, na nilikuwa nakaribia kwenye ndoa, ni kama mapito sasa, majaribu ya kuingia kwenye ndoa. Lakini kuna rafiki yangu akanielekeza kwake, kweli tukakutana. Baada ya kukutana, kwa kweli nilipowekewa mkono kuanzia siku hiyo afya yangu haijawahi kuteteleka tena. Nikawa imara, ndoa ilikopo michango haitoki, anotu kama wamefungwa. Akawa ananiombea na nitia moyo, itafanyika. Yani kama mwezi hata 5,000,000 hatuna, na tunakaribia ndoa. 5,000,000 hatuna, watu hawatoi michango. Akaniambia usikate tamaa binti yangu, na nakwambia shughuli yako itakuwa nzuri na utashangaa sana. Naambia baba, itakuwaje vizuri wakati hela hakuna? Lakini ni ukweli, na alikuwepo kwenye ndoa yangu, alishuhudia, nilipendeza, nilipanda gari nzuri. Yani aisee, shughuli ilikuwa nzuri kubwa. Kwa hiyo nawatia moyo, yupo Mungu mahali hapa. Mkimwamini, yupo Mungu anapatikana. Chochote ulichokibeba Mungu atakiondoa leo. Amina. Asante baba. Tell them kwa habari ya mimba yako na changamoto za mtoto. Hata ujauzito pia ulikuwa na shida. Nilikuwa napata pressure za hapa na hapa. Miezi 9, wiki 38 mtoto akucheza. Inamaanisha kama alikufa. Nikampigia baba asubuhi. Nikamwambia baba, mtoto hajacheza. Tukaja na daktari wangu specialist, akaniambia sasa hivi nahitajika hospitali kwa ajili ya operation. Akaniambia atacheza. Nikamwambia baba, hajacheza. Akaniambia atacheza. Weka mkono kwenye tumbo lako. Nikaweka. Akaniambia akicheza niambie. Nikasikia amecheza. Nikamwambia baba akacheza mara moja. Akaniambia bado, wewe endelea kuweka. Akaniambia nikasikia anacheza kwa speed, anacheza. Nilipofika hospitali nimeenda kufanywa ultrasound, moja kwa moja nimepelekwa kwenye ultrasound, nimefanywa ultrasound. Daktari anapata majibu, mtoto yuko sawa kabisa, na operation ikagairishwa kwa kesho. Sio leo tena. Nikafanywa operation na mtoto akatoka salama. God bless you. Umeshinda, sio? Nimeshinda. Mungu akubariki sana. Aha, sawa. Mungu akubariki sana. Of course nitaka tu usikie testimony moja. Of course tuna watu wengi sana. Remember kwenye ibada ya kwanza nimefanya hapa. Kwa dada mmoja alikuja na uvimbe kwenye ziwa. Yaani ukimwangalia tu hapa kwenye ziwa uvimbe uko hapa hivi. Nilikuwa amekaa hapa. So I told the lady, nikamwambia kwamba nitakuombea leo. Ndani ya siku 7 uvimbe utakuwa upo. Baba, wameniandikia kwamba nikalazwe kwa ajili ya kukata. Nikamwambia hivi, si nimekuombea leo, siku 7 kutokea leo uvimbe hautakuwepo. Nikamwekea mkono hapa, nikamuombea. Uzuri huyu msaidizi wangu Shirima ni ndugu yake. Siku ya 3, baba, uvimbe ubaki kama kagololi kadogo. Nikamwambia ndio ushaisha. Amen. Siku ya 4 hamna uvimbe. Mzima mpaka leo. Amen. Yes, piko Bwana. Imani tu. You understand, eh? Imani tu.